Simulizi ya mwanamke aliyekosa ujauzito na kipimo kugeuka furaha ya maisha yake. Wema alikuwa mwanamke mwenye furaha na upendo na heshima kubwa. Aliolewa na mume wake akiwa na matumaini ya kujenga familia yenye furaha. Yaani miaka ya mwanzo ya ndoa yao ilikuwa yenye amani na furaha kubwa. Hata hivyo, mwaka mmoja ukapita, miwili ikapita, mitatu na mitano mpaka 6 ikapita bila Wema kupata ujauzito. Taratibu maneno ya watu yakaanza kumuumiza moyo wake. Huenda ni tasa. Maneno ya watu, majirani waliongea kwa kejeli. Kila alipopita njiani, alisikia maneno na minong'ono ya dharau. Lakini jambo lililomuumiza zaidi ni jinsi ya baadhi ya wakwe zake walivyomchukulia. Yaani, umempotezea mwanetu muda, tunahitaji wajukuu, mama mkwe wake alimwambia mara nyingi mbele za watu. Wema alilia usiku mwingi akiwa amejifungia chumbani kwake. Lakini hata hivyo mume wake hajawahi kumwacha peke yake. Aliongea maneno mengi ya kumfariji. Wema, wewe ni mke wangu, sikukuoa kwa sababu ya watoto pekee, nitakuwa na wewe daima, alimwambia mke wake huku akimfuta machozi. Miaka 10 ikapita. Mateso yaliongezeka kwa majirani, huku ndugu wakimshauri mume aongeze mke wa pili. Lakini kila walivyomshauri hivyo aliwakatalia katu, huku akiwajibu, mke wangu si tatizo, tutaendelea kupambana pamoja. Walitembea hospitali nyingi na kufanya vipimo mbalimbali, huku akiomba sana kwa Mwenyezi Mungu. Matumaini yalionekana kupotea siku baada ya siku. Siku moja baada ya miaka 12 ya ndoa, Wema alianza kujisikia tofauti. Alipokwenda hospitali, daktari alitabasamu na kumjibu, "Ongera mama, una ujauzito." Wema alibaki ameduaa, machozi yalimtoka bila kujizuia. Alimpigia simu mume wake ambaye naye alianza kulia kwa furaha. Baada ya miezi 9, Wema alijifungua mtoto wa kike mwenye afya njema. Lakini Wema hakulipa ubaya kwa ubaya. Aliwaambia kwa tabasamu, kuna wakati Mungu huchelewesha majibu, lakini hasahau maombi ya waja wake. Mume alimbeba mtoto mkononi na kumwangalia mke wake kwa furaha kubwa, huku akisema, nilijua siku moja tabasamu lako litarudi mke wangu. Na kweli, baada ya miaka mingi ya machozi, maumivu, nyumba yao ilijawa vicheko na furaha vya hali ya juu, na sauti ya mtoto walioisubiri kwa furaha sana. Usiwalaumu watu kwa hali wanazozipitia. Wakati mwingine wanapigana vita na kupambana kimya kimya. Uvumilivu na upendo wa kweli unaweza kubadilisha maisha ya ndoa.